بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أولا أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون، حيث قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن للمتقين مفازا. أيها المسلمون عباد الله، enyi waislamu waja wa Allah, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mafanikio ya mwanadamu yanapatikana katika uchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na wasia wa taqwa Allah huu ni wasia wa Allah kwa wale wa mwanzo waliotangulia. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amehusia nyinyi pia pale aliposema: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an, na kwa hakika tumehusia waliopewa kitabu kabla yenu na tunahusia nyinyi pia kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha taqwa Allah saadatu hayati al-insan, ndio kuokoka kwa maisha mwanadamu fi dunia wal akhirah, katika dunia na akhira. Mwanadamu Muislam ili aweze kupata mafanikio duniani na akhira lazima ajipambe na lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na taqwa Allah, bimaana neno hili lina maana nyingi. Miongoni mwa maana zake, maana nyepesi, wanataja ahlul ilm, wanasema taqwa Allah huwa ittikhadhu alwiqayatu bainaka wa baina adhabillah, ni ile hali ya kuchukua tahadhari baina yako wewe na baina za adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'li ma amarahu Allah bih, kwa kufanya yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwayo, wajtinabu ma naha Allah anhu wa zajar, na kujiweka mbali na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na kuyagombeza. Kisha baada ya hayo, ibadallah, fahamuni ya kwamba qad waqaftu amamakum au qad jalastu amamakum, kwa hakika nimekaa mbele yenu, walastu afdala minkum, wala sio mbora kwenu, bal jalastu huna, bali nimekaa mbele yenu, litadhkiri nafsi, kwa ajili ya kuikumbusha nafsi yangu, wa anfusakum,
na kuzikumbusha nafsi zenu katika suala zima la kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na kujipinda katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hilo ndiyo lengo kuu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba nalo kwalo. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba akatuleta katika ardhi, hajatuleta bure bure, bali ametuleta kwa lengo maalum. Innana khuliqna lilghaya, hakika si vinginevyo sisi tumeumbwa kwa lengo maalum. Ala wa hii, fahamuni, si lengo jingine ila lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini na watu ila kwa ajili ya kuniabudu. Kisha ibadallah, tufahamu ya kwamba bimaana siku yetu hii ya leo kutakuwa kuna muhadhara ambao huu itakuwa ni sababu ya kukumbushiana zaidi kulingana na yale masiku ambayo tunayo mbeleni kwetu. Bimaana baada qalilin, baada ya muda mchache, yutali'una shahru Ramadhan, utatunyomozea sisi mwezi wa Ramadhan. Shahrun, mwezi ambao unzila fihi alquran, imeteremshwa ndani yake Qur'an. Shahrul ladhi, mwezi ambao bimaana furida alayhi as-sawm au furida alayhi as-siyam, imefaradhishwa juu yake funga. Bali mwezi wa Ramadhan katika ile miezi ambayo ilikuwa mitukufu, miezi mibora, mwezi wa Ramadhan ni mbora zaidi. Kwa leo biidhnillah ta'ala, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutakumbushana kaifa nastaqbilu Ramadhan, vipi tutaupokea mwezi wa Ramadhan, wa kaifa nantafi'u bihi, na vipi tunanufaika na mwezi wa Ramadhan, wa ahwalun nasi fihi, na hali za watu katika mwezi wa Ramadhan. Lakini awalan, kwanza kabisa tufahamu kwamba fadlu shahri Ramadhan fil Qur'ani was sunnah, ubora wa mwezi wa Ramadhan katika Qur'ani na sunna. Na miongoni mwa ubora wa mwezi wa Ramadhan katika Qur'ani tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameufaradhisha mwezi wa Ramadhan kwa kufaradhisha ibada ya funga juu ya waumini, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mlioamini, kwa hakika imefaradhishwa juu yenu funga kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, lengo na makusudio ili mwe wachaji. Kadhalik, miongoni mwa utukufu wa mwezi wa Ramadhan, ndani ya Ramadhan imeteremshwa Qur'ani. Qala Allah ta'ala, shahru ramadhana alladhi, mwezi wa Ramadhani ambao unzila fihi alquran, imeteremshwa ndani yake Qur'an, hudan linnas, Qur'ani ambayo ni uongofu kwa watu, wa bayinatin min alhuda wal furqan, na Qur'ani ambayo yenye kubainisha uongofu pamoja na al-furqan. Imeitwa Qur'ani Furqan bimaana ni kitenganishi ambacho kinaitofautisha baina ya haki na batil. Kwa lengo la Qur'ani kuja kuibainisha haki ili watu ni sababu ya kuifuata, na kuibainisha batil ili iwe ni sababu watu kuiacha batil hiyo. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kuitafsiri aya hii inayosema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, anasema as-sawmu, funga, sababu littaqwa, ndiyo sababu ya uchaji, li'annahu, kwa sababu funga yakuffu an-nafsa 'anish shahawat, inaizuia nafsi kutokana na kuendea matamanio mbalimbali, inaikinga nafsi kutokana na kuendea maasi mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Rejea tafsirul Qur'ani al-Azim bima tafsiri Ibn Kathir
Daru Tayyiba, bimaana tabaa ya pili, chapa ya pili, ambayo imetungwa mwaka 1420 Hijiria, juzu ya kwanza, ukurasa wa 498. Waqala al-Qurtubi rahimatullahi alayhi, na amesema al-Imam al-Qurtubi, fil aya, katika aya hii, dalilun, ni dalili, ala anna as-sawma, ya kwamba ibada ya funga, yusilu ila taqwa, inampelekea yule mwenye kuifunga kuelekea katika uchaji. Rejea al-Jami'u li ahkami al-Qur'an, Darul Kutubi al-Mudriya, chapa ya pili, juzu ya pili, ukurasa wa 271. Bimaana mwisho mwa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala imefarajishwa funga, lengo na makusudio ili watu wawe wachaji. Kwa ahlul ilmi katika kutafsiri wakasema ibada ya funga ni sababu ya kumpelekea mja kufikia huo ucha Mungu, kwa sababu mwenye kufunga kweli kweli kuanzia alfajiri ya kweli hadi kuzama kwa jua, mtu huyu yeye muda huu wote anakuwa yupo katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuacha chakula chake, kuacha baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ni halali mchana Ramadhani kama vile jimaa. Yote hayo anayafanya kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, maana anajiepusha nayo mchana Ramadhani kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo ni sababu ya kumpelekea mja kufikia katika ule ucha Mungu, na utakapofikia katika ucha Mungu itakuwa ndiyo sababu ya kukubaliwa yale matendo ya ibada unayofanya, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kwa hakika si vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala anakubali matendo ya waja kutoka kwa wacha Mungu. Na vipi tutafikia ucha Mungu? Bimaana tutafikia ucha Mungu kwa kuitekeleza ibada ya funga kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha. Kadhalika ibadallah, miongoni mwa fadhila za funga na fadhila za mwezi wa Ramadhan, katika sunna za Mtume imekuja, Mtume anasema kutokana na hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, man sama Ramadhana, yoyote mwenye kufunga Ramadhan, imanan, wa iman, wa ihtisaban, na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, pamesamehewa mtu huyo katika yale aliyotangulia katika madhambi yake. Na hapa yanaingia madhambi madogo madogo, kwa sababu madhambi makubwa lazima mtu atubie. Hadithi ameitoa al-Imam al-Bukhari fi sahihi katika kitabu as-Sawm, kadhalika vile vile na Imam Muslim fi sahihihi. Qala an-Nawawi rahimahullah, amesema al-Imam an-Nawawi Allah mrehemu, maana ihtisaban, maana ihtisaba katika kauli ya Mtume aliposema man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, maana ihtisaba maana yake an yurida wajha Allah ta'ala, mtu akafunga si kwa ajili kwamba watu wamuone anafunga, la, bali akafunga kwa ajili ya kutarajia malipo, kwa ajili ya kutarajia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ndugu zangu katika imani, miongoni mwa fadhila za Ramadhan, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba bimaana sala 5 hadi sala 5 ni sababu ya mja kusamehewa madhambi yake. Kadhalika kutoka Ijumaa hadi Ijumaa ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake yale yaliyopatikana katikati yake. Kadhalika na kuanzia Ramadhan ila Ramadhan ni sababu ya mja kusamehewa katika yale madhambi yake. Lakini kwa sharti idha junibatil kaba'ir, pindi mtu atakapojiepusha na madhambi makubwa. Kwa hiyo Ramadhani miongoni mwa fadhila zake yale madhambi madogo madogo ambayo mja ameyafanya toka Ramadhani iliyotangulia, bi maana ikiingia Ramadhani nyingine ni sababu ya kusamehewa haya madhambi madogo madogo. Kadhalika ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani una fadhila nyingi sana. Miongoni mwa hizo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inapoingia Ramadhani akiwapa bishara masahaba zake kwa kusema idha jaa Ramadhan, pindi unapokuja Ramadhan, futihat abwabul janna, milango ya pepo yote hufunguliwa, wa ghulqat abwabun nar,
na milango ya moto hufungwa, wasufidati shayatin, na mashaitani hutiwa pingu. Akikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala inapoingia Ramadhani milango ya pepo yote huiacha wazi. Ni lipi lengo la milango ya pepo kuacha wazi? Ili waingie waislamu katika milango hiyo. Lakini je, vipi utaingia katika milango ya pepo? Lazima ujipambe ndani ya Ramadhani kwa kuchunga mipaka ambayo inapatikana ndani ya Ramadhani, ili iwe ni sababu ya kuipata hiyo pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala milango yake huwa anaiacha wazi kila inapoingia Ramadhani. Kwa sababu vile vile katika hili imekuja hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man sama ramadhana, yoyote mwenye kufunga Ramadhan, wa arafa hududahu, na akaifahamu mipaka yake, watahaffadha mimma kana yanbaghi an yatahaffadha minhu, na akayahifadhi yale yote ambayo anapaswa kuyahifadhi ndani ya Ramadhan, basi kafara ma qabla, mtu huyo itakuwa ni sababu ya kusamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Lakini kumbe sharti hiyo Ramadhan ameifunga kisha akahifadhi bimaana mipaka yake, bimaana akafunga ile funga ambayo inatakikana, na funga ambayo inatakikana ni ile ambayo ameiashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha kana sawmi yawmi ahadikum, pindi itakapokuwa funga ya mmoja wenu, siku ya funga ya mmoja wenu ikitokea mmoja wenu amefunga, basi fala yarfus, asizungumze maneno machafu, wala yaskhab, wala akapayuka akapiga makelele yasiyokuwa na sababu yoyote. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa insabahu ahadun, pindi atakapotusiwa yeye na yoyote, yeye amefunga akatokea mtu akamtusi, au qatalahu, au amempiga kabisa, basi falyakul, na aseme inni saimun, inni saimun, hakika yangu mimi ni mfungaji, hakika yangu mimi ni mfungaji. Kwa hiyo yule ambaye atafunga Ramadhan kisha akahifadhi mipaka hii, bimaana ametokea mtu yeye amefunga amemtusi, asimrejeshee tusi, kadhalika ametokea mwingine amempiga, asimrejeshee pigo, bali yeye atasema inni saimun, inni saimun. Kwa hiyo huyu ndio itakuwa ameingia katika ile hadithi ya Mtume aliyosema, man sama ramadhana, yoyote atakayefunga Ramadhan, man sama ramadhana wa arafa hududahu, na akaifahamu mipaka yake, si mujarradi wa kufunga tu, la, wa arafa hududahu, na akaifahamu mipaka yake, watahaffadha, na akahifadhi mimma kana yanbaghi an yatahaffadha min, yale ambayo yanampasa yeye kuyahifadhi, basi huyu itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi. Kwa hiyo hapa pia tunatoa nasaha maalum kwa kina mama. Bila shaka mnanisikia, kina mama katika kawaida yao wana tabia, bimaana mtoto amemkira kidogo tu basi tusi. Kwa hiyo hayo unatakikana uyaache ndani ya Ramadhan, isiwe ni sababu ya kuharibu funga yako, bali si ndani ya Ramadhan. Ramadhani ni chuo tu kinakuja kutufundisha dini yetu, bali hata katika miezi ya kawaida mnatakikana haya myawache. Na kumbukeni dua za wazazi kwa watoto, imani zikubaliwa. Yule mwanao unampompalana eti kisa kakukera tu, umemtuma dukani hajenda, basi fahamu hizo laana itakuwa karibu kumfikia, hasa itakapokuwa wewe umefunga. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu wa aina tatu dua zao hazirejeshwi, katika hao akatajwa mfungaji. Kwa wakati gani mtu atapata yale, atapata kusamehewa? Atafunga Ramadhan kisha akahifadhi ile mipaka inayopatikana katika Ramadhan. Kadhalika ibadallah, tufahamuni ya kwamba kaifa nastaqbilu Ramadhan, vipi tutaipokea Ramadhan? Tutapokea Ramadhan kwanza kwa kufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha ndani ya Ramadhan kutekeleza ibada ya funga. Bimaana kwa kufahamu kwamba ibada ya funga ni wajibun ala kulli muslimin wa muslima, ibada ya kufunga ni wajibu juu ya kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike, na wajibu huu kupitia Qur'an, kupitia sunna na makubaliano ya chuoni. Amma bil kitab, ama katika Qur'ani ile aya ambayo nimetangulia kuisoma, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam
kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii inaonesha uwajibu wa kufunga, kwamba waislamu wamewajibishiwa kufunga. Kadhalika dalili katika sunna imekuja hadithi ya Talha ibn Ubaidillah kwamba anasimulia, anasema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal, alikuja mtu mmoja kwa mtume akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, akhbirni, nipe habari mimi, amma faradahu Allah alayya min as-siyam, kitu gani ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekifaradhisha kwangu katika funga. Faqal, mtume akasema, shahru Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kufunga mwezi wa Ramadhan. Kufunga mwezi wa Ramadhan ni wajibun juu ya kila muislam ambaye balighun, alifikia baligh, aqilun, mwenye akili timamu, almuqim, mkazi wa mji, as-sahih, mwenye afya njema, wa ala almar'a, na juu ya mwanamke, an takuna tahiratan min alhayd wan nifas, awe ametoharika kutokana na hedhi na nifasi. Kwa hiyo ikiwa muislam umeingia mwezi wa Ramadhan, ameudiriki mwezi wa Ramadhan, ikiwa yeye amefikia baligh, ni mwenye akili, kadhalika ni mkazi wa mji mzima, hana ugonjwa aina yote, na mwanamke ametoharika na hedhi na nifasi, itakuwa wakati huu ni wajibu kufunga juu ya mtu huyo. Na hii ndo ina maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yoyote atakayeshuhudia mwezi miongoni mwenu basi na afunge. Makusudio, yule ambaye itaingia Ramadhan hali ya kuwa ni baligh, aqil, as-sahih, ni mzima wa afya, kadhalika ameepukana mwanamke hedhi na nifasi, basi wakati huo itakuwa ni wajibu kufunga. Na ni makosa watu wanapoingia Ramadhan eti wakatafuta sehemu ya mbali, miji ya mbali ambayo huko pengine waislamu ni wachache, wakasema kwamba sisi tunakimbilia huko lengo ili wasifunge. Fahamu hayo ni makosa. Wewe popote utakapokuwepo, bi maana itakuwa ni wajibu kwako wewe kuitekeleza ibada hii ya funga. Kadhalika ndugu zangu katika imani, mada yetu ni pana sana, bi maana Ramadhan ina mambo mengi sana ambayo hatuwezi kuyamaliza. Lakini vile vile tufahamu, wamekubaliana wanachuoni juu ya uwajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhan, wa anna munkarahu, na yoyote mwenye kupinga uwajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhan, wakati huo itakuwa kafirun, amekufuru, murtaddan 'anil islam, ametoka katika uislamu, iyadhan billah. Wa annahu, na kwamba huo kufunga mwezi wa Ramadhan, ahadu arkanil islam, ni moja katika nguzo tano za Kiislamu, allati, nguzo ambazo ulimat min ad-din bil-darura, inafahamika katika dini kuwa ni jambo la lazima. Wa kanat fardhiyatuhu, na ilikuwa kufaradhishwa kwake Ramadhan, yaumul ithnain, ni siku ya Jumatatu, min as-sanati thaniyati min al-hijra, katika mwaka wa pili wa hijra ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika ibadallah, pia mtume sallallahu alayhi wasallam imekuja hadithi, amesema la taqaddamu ramadhana, msiutangulie mwezi wa Ramadhan, bisawmi yawmin au yawmayn, kwa kufunga siku moja kabla Ramadhan au siku mbili kabla Ramadhan, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kana yasumu sawma, ilikuwa katika kaida yake ni kufunga katika zile funga za sunna, bi maana katika kaida yake kufunga Alhamis na Jumatatu, au kufunga masiku matatu katika kila mwezi au mwingine, ilikuwa yeye kawaida yake, bi maana akifunga siku moja na kuacha siku moja. Kwa hiyo mtu huyo amevuliwa. Au yule ambaye ana deni la Ramadhani iliyotangulia, bi maana ikawa imebakia siku moja ya mwezi ngapi, bi maana siku moja kuingia Ramadhani. Kwa hiyo huyu kama ana deni la Ramadhani iliyotangulia, hata kama imeingia mwezi 30 wa Shaaban, atakikana afunge ili alipe nini? Deni ambalo analodaiwa. Na yule mtu ambaye si kawaida yake kufunga funga za sunna, basi mtume amekataza mtu kufunga kwa kuitangulia Ramadhani siku moja au siku mbili kabla. Imana mtume amekataa watu kuunganisha funga ya mwezi wa Ramadhan, imana akaanza mwezi wa Shaaban 30 akaunganisha na
Ramadhani yake, kuna katazo juu ya hilo. Kadhalika ibadallah, enyi waja wa Allah, tumeona kaifa nastaqbilu Ramadhan, vipi tutapokea mwezi wa Ramadhan. Kabla ya yote tukasema kwamba mwezi wa Ramadhan una fadhila nyingi sana, lakini vipi tunaweza kuupokea? Jambo la kwanza, bitaubati sadiqa, kwa toba ya kweli. Ndugu zangu, sote, kila mmoja wetu ana madhambi ambayo anayafanya, ana makosa ambayo anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Mamoja kwamba makosa hayo anayafanya mengine kwa kujijua au bila ya kujijua. Kwa kabla hajaingia Ramadhan, tunatakikana tutubie toba ya kweli, turejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale madhambi yote ambayo tumeyafanya. Qala Allah ta'ala, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, natubuni enyi waja wa Allah nyote kwa pamoja ili mpate kufaulu. Enyi waumini, mnahimizwa mutubie, murejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale makosa ambayo mtu ameyafanya kabla hajaingia Ramadhan. Vipi unaingia katika mwezi wa Ramadhan ili bado una madhambi ambayo unaendelea kuyafanya? Basi tunatakiwa tutubie kuanzia sasa. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, at-taubatu, toba, bimaana awwalu manazili as-sairin. Kadhalika ndugu zangu katika imani, vipi tutaipokea mwezi wa Ramadhan? Bil farhi bi qudumihi, kwa kufurahia kuingia mwezi wa Ramadhan. Qala Allah ta'ala, qul, sema ya Muhammad kuambia, bifadlillahi, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, wa birahmatihi, na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, fabidhalika falyafrahu, kwa hilo basi na wafurahi, na hilo ndio bora ambalo limewakusanya. Kwa bila shaka kuingia mwezi wa Ramadhan ni rehma kwetu sisi, kwa sababu mwezi wa Ramadhan una fadhila nyingi ambazo zinapatikana ndani yake, hazipatikani katika miezi yote iliyobakia. Miongoni mwa fadhila hizo, ikiingia Ramadhani tu milango yote ya pepo inaachwa wazi, wanatafuta waingiaji, na waingiaji ni sisi. Kwa nini tusifurahie kuingia kwa Ramadhani? Lakini je, tutafurahia kwa kupiga madufu? La. Tutafurahia eti kwa kusema tunavunja jungu? La. Au kupiga tarabu na mambo mengine? La. Kuweka muziki na mambo mengine? La. Tutafurahia Ramadhani kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuingia mwezi wa Ramadhani. Qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, anasema Ibn Rajab al-Hanbali, kanu, walikuwa wema waliotangulia, yad'una Allah, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, 6 ashhurin, kwa muda miezi 6, an yuballighahum Ramadhan, awafikishe wao Ramadhani. Marejeo la Taiful Ma'arif, Daru Ibn Hazm, ukurasa 148. Walikuwa wema waliotangulia masahaba, miezi 6 kabla ya Ramadhan wanamuomba Allah awafikishe waingie ndani ya Ramadhan, ingie Ramadhan ilhali wao ni wazima afya. Bimaana kwa sababu ya kuzifahamu zile fadhila ambazo zinapatikana ndani yake. Kwa vipi sisi tusifurahie kuingia kwa mwezi wa Ramadhan, bali tunatakikana tufurahie na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuidiriki Ramadhan na tuzipate khairi ambazo zinapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kadhalika ibadallah, thaniyan, la, jambo la tatu, vipi tutaipokea Ramadhan? Bimaana biwadhi khutati lilibada, kwa mtu kujiwekea khutwa kwa ajili ya ibada, kujiwekea nidhamu maalumu na kujipenda kufanya ibada. Nikiamka alfajiri nitasoma Qur'ani mpaka saa 2. Mathalan Ramadhan tunafahamu darasa za kina mama zinakuwepo alfajiri, asubuhi ndio na saa 12. Kwa hiyo mtu anajiwekea nidhamu, mimi Ramadhani lazima niende darasani nikajifunze chochote katika dini yangu. Kadhalika vile vile kina baba, ujiwekeni nidhamu maalum Ramadhani, pengine baada ya asiri kuna darasa zinaendeshwa, mimi nitahudhuria. Kwa hiyo tutaipokea Ramadhan kwa mtu kuanzia sasa ajiwekee khutba, ratiba zangu za Ramadhan nitajibidisha zaidi kufanya ibada ili nipate fadhila hizo, kwa sababu Ramadhani yale matendo ya faradhi ukiyafanya ujira wake mara 70 na ziada.
au 170, lakini matendo ya sunna ukiyafanya ujira wake ni mfano wa matendo ya faradhi ndani ya Ramadhani. Vipi hujiwekei khutba maalum, hujiwekei utaratibu kwa ajili ya kuyapata haya? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ameashiria kwamba mtu anatakikana atumie fursa mambo matano kabla ya mambo matano. Katika hayo mtu atumie fursa ya uhai wake na fursa na uhai wake na siha yake kabla ya kumjia maradhi. Kwa hiyo katika haya inatakikana tujipinde ndani ya Ramadhani kwa mtu kujiwekea utaratibu maalum. Tunafahamu ndani ya Ramadhani Qur'ani imeshushwa, kwa hiyo watu wajiwekee utaratibu maalum wa kukithirisha kusoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibril anasema, imekuja hadithi kwamba alikuwa Jibril kila usiku wa Ramadhani akimjia mtume akimsomesha Qur'an na akimsikiliza Qur'an, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao unzila fihi al-Qur'an. Kwa natakiwa ujiwekee khutba maalum. Mimi Ramadhani ikimaliza, bimaana nimaliza msahafu angalau mara 30, Ramadhani 30 nimemaliza mjuzu 30. Lakini ikiwa hilo ni uzito, Mtume sallallahu alayhi wasallam taratibu amesema kwa yule ambaye ana spidi sana ya kusoma Qur'ani, basi ajitahidi uchache wa kumaliza msahafu basi ni siku 3. Maana ukisema siku moja yote umaliza msahafu, hapo bila shaka utakuwa unasoma harfu nyingine hazitoki. Kwa mtajiwekea utaratibu, yule ambaye ana uchangamfu zaidi wa kusoma basi angalau kila baada ya siku 3 amalize Qur'an. Mwingine ajiwekea utaratibu kila baada ya siku 10 amalize msahafu. Mwingine ajiwekea utaratibu ya usomaji wake kongoja, lakini na yeye asitoki katika wale ambao wenye kusoma Qur'an, kwa sababu Qur'ani kwanza itakuja siku ya kiyama ni uombezi kwa mja, kama Mtume alivyosema katika hadithi, funga na Qur'ani zitakuja siku ya kiyama zitamuombea mja. Kwa ndugu zangu katika imani, vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule ambaye mwenye kujifunza man ta'allama al-Qur'an, mwenye kujifunza Qur'ani wa 'allama, akaifundisha. Kwa wewe ambaye unajua Qur'an, tumia fursa ndani ya Ramadhan kujifunza Qur'an, utakuwa ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'an, ni yule ambaye mwenye kujifunza Qur'ani wa 'allama, baada ya kuijua akawafundisha wengine. Wewe ambaye unaifahamu Qur'an, wakusanye wenzako ambao hawajui ndani ya Ramadhan, uwasomeshe Qur'ani, utapata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alladhi yaqra'u al-Qur'an, yule ambaye anaisoma Qur'an wa huwa mahirun bih, hali yakuwa ni hodari basi anajua kuisoma vizuri Qur'an, ma'a safaratil kiramil barara, huyo atakuwa na malaika wema. Walladhi yaqra'u al-Qur'an, na yule ambaye anaisoma Qur'an wa huwa alayhi shadidu, na anapata uzito juu yake, lahu ajran, atapata yeye ujira mara 2. Kwa yule ambaye anajua kusoma Qur'an akithirisha kuisoma na afundishe wengine. Yule ambaye hajui asikate tamaa, ajifunze. Katika kujifunza, wakati anajifunza atakuwa anapata tabu, mwalimu anamrejesha bismillahirrahmanirrahim, hivyo rejea, yeye amesoma bismillah, sivyo hivyo, soma bismillah. Huyu asikate tamaa, atakuwa ana ujira mara 2. Ujira wa kwanza ile tabu anaipata kujifunza, bali na yeye atakapoisoma vizuri ataingia katika wale wa mwanzo, atakuwa ma'asafaratil kiramil barara. Hapo tufahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema jema moja malipo yake kwa 10. Kwa Mtume akasema yoyote atakayesoma harfu moja tu katika Qur'ani atapata ujira wa thawabu 10. Na sisemi alif lam mim kwamba alif lam mim ni herufi moja, la, bali alif harfun ni herufi 10, na lam ni harfu 20, na mim ni harfu 30. Sasa wewe ambaye unapata uzito katika kujifunza vile, kila ukirejea bimaana hemu jiangalie utapata ujira wa aina gani. Kwa wale ambao hawajui Qur'ani wasikatike tamaa wakasema sisi tutazikosa hizo fadhila za Ramadhani, la, fursa unayo. Jitahidi ukae darasani usome, au mtafute mtu maalum kwa ajili ya kusomesha, lakini usije ukaipoteza fursa hii ya kusoma Qur'ani ndani ya Ramadhani. Bali si kusoma Qur'ani ndani ya Ramadhani tu, hata katika yale masiku ya kawaida, bali Ramadhan ni chuo ambacho kinakuja kukufundisha sisi jinsi gani Waislamu wanatakikana waishi kwa muda wa masaa 24. Kadhalika miongoni mwa fadhila za Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lakini vile vile vipi sisi tutaipokea Ramadhan? Bisadaqa, kwa kukithirisha kutoa sadaka. Kabla kuingia Ramadhan watu wakithirisha kutoa sadaka. Nenda msikitini, pana ujenzi, toa tofali moja. Tukujiandaa kwa ajili ya Ramadhan. Msikitini kuna changamoto ya umeme, au ndani ya Ramadhan kuna sala za tarawih, pengine umeme hamna, watu wanatumia bomba sauti ifike. Kwa hiyo changia kadri unavyoweza. Kadhalika miongoni mwa sadaka iliyokuwa bora zaidi ndani ya Ramadhan, bimaana ni kumfutarisha yule ambaye aliyefunga, na kuna fadhila kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote atakayemfutarisha mwenye kufunga, ujira atakaopata yule mwenye kufunga na yeye anaupata bila kupunguziwa na chochote. Na tufahamu hapa takriban sote kuanzia mzungumzaji mpaka wanaosikiliza tunao uwezo wa kufutarisha. Kivipi? Kwa sababu futari ni kile chakula cha mwanzo ambacho mtu anakila linapozama jua. Wewe chukua maji yako weka msikitini, wale wanaokuja msikitini akachukua glasi moja akanywa, tayari umemfutarisha. Malipo atakayoyapata yeye basi na wewe unafanyaje? Unapata. Masha Allah, Allah amekujalia nyumba yako ipo njiani barabarani, eka ndoo yako njiani barabarani, wale wanaopita muda magharibi adhana imefika wakanywa maji, tayari itakuwa umefutarisha. Lakini pia ikiwa Allah amekufungulia amekupa wasa, sasa hapa unatakikana umwalike mtu aje aftari nyumbani kwako na ale chakula, bi maana utapata ujira wa kufutarisha, kadhalika utapata ujira wa kile chakula ambacho ni kila baada ya iftari. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sadaka iliyokuwa bora kwa mwezi wa Ramadhan, bi maana kumfutarisha yule ambaye aliyefunga. Na hilo kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye ni mwenye kujipinda katika ibada, ikiwa ndani yake kutoa sadaka, na alikuwa akijipinda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutoa sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhan. Ibadallah, jambo la 4, ahwalun nasi fi Ramadhan. Hem, tuzifahamu kidogo hali za watu katika Ramadhan, kisha mimi na wewe tujiangalie, je, tupo katika kundi gani? Ibadallah, hali za watu katika mwezi wa Ramadhan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah sala na amani ziwe yake, rubba sa'imin, wenda mtu akamefunga, laisa lahu min siyamihi illa al-jua, akawa hana chochote katika funga yake isipokuwa kukaa na njaa tu. Kwa hiyo sasa, je, tuko tayari mimi na nyinyi tuwe katika wafungaji ambao tumekaa na njaa? La, tunatakikana tubadilike. Funga ya kweli ni ile ambayo utakapotusiwa wewe umefunga usirejeshe tusi, kama tulivyotangulia kusema. Mtu amekupiga usimrejeshe, mwambie inni saimun, inni saim. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameashiria katika hadithi akasema, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na mtu ambaye yeye amefunga, ameacha chakula chake na ameacha kinywaji chake, lakini ikawa bado hajaacha kusema uongo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya mtu huyu na funga yake. Rubba sa'im, wena mtu akawa mfungaji lakini ikawa amekaa na njaa tu. Kwa sisi tujiandae kuipokea Ramadhani, tusiwe katika hali hii. Na vipi utaweza kufunga usikae na njaa? Tusidanganyane, tusipakane mafuta, bali hatuwezi kulifahamu hili. Kwa yule ambaye hazifahamu hukumu mbalimbali za funga, lazima akae darasani ajifunze hukumu mbalimbali zinazohusiana na funga. Wakati gani nikifanya jambo fulani itakuwa funga yangu imebatilika? Wakati gani nikifanya jambo fulani litanipunguzia ujira wa funga? Kwa hiyo hapa tunahimizana pia katika jambo la kusoma, ili tusije tukaingia katika wale ambao wamefunga kisha ikawa muflis. Na al-Imam Sa'di anasema yajibu ala al-mukallafi, ni wajibu juu kila ambaye sheria imemteza nguvu, an yataallama minhu, kujifunza kutokana naye, kullama yahtaju ilayhi, kila jambo ambalo analihitaji yeye, min al-ibadat, katika ibada, wal muamalat, kadhalika katika muamala, kuamiliana na watu.
Kwa hiyo ibada manake inaingia ndani yake. Ramadhan ni mwezi ambao bi maana mtu imefaradhishwa ibada ya funga, lakini funga hiyo haiwezi kukubaliwa bila kusali. Kwa hiyo mtu Ramadhani itambidi hata kama siku za kawaida alikuwa aswali, kuanzia Ramadhani itabidi afanyeje? Aswali sala 5. Kwa hiyo vipi utaswali hizo sala 5 pasi na kuzijua? Kwa sababu ibada yoyote itakayofanywa bila elimu, bi maana mfanyaji wake anarejeshiwa matendo hayo, au zaidi unaharibu kuliko kutengeneza. Ndio wanachoona akapiga mfano akasema al-amilu, mwenye kufanya matendo ala ghairi ilmi, pasi na elimu, akthara ma yufsid, zaidi anaharibu mimma yuslih, kuliko kutengeneza. Kwa mfano, tupige mfano, wewe umepanda gari, bi maana hapo kwa Bindau, uko kituo cha Bindau unataka uelekee mjini, kisha ukapanda gari inayoelekea Makunduchi. Hem, nieleze vipi utafika kweli mjini? Huwezi kufika mjini. Bi maana wanasema kwamba mwenye kufanya matendo ibada pasi na elimu ni kama kasaliki ala ghairi tariqin, ni mfano wa mpita njia ambaye amekosea. Au upo katika kituo cha Bindau unataka uelekee Makunduchi, ukapanda gari inayoelekea mjini, kati tutaweza kufika. Hizi ibada tunazofanya lazima tuzisome, na hapa tunahimizana kuisoma ibada ya funga. Bila shaka walimu wako ambao watakuwa wanasomesha, mkae chini muisome ibada ya funga, ili iwe ni sababu ya kuingia katika wale wale ambao wao itakuwa wamefunga lakini hajakana njaa. Kadhalika wanasu fihi 3 aqsam, na watu ndani ya Ramadhan wamegawanyika katika aina 3 kuu. Aina ya kwanza, sabiqun bil khairat, wale wenye kushindana katika mambo ya khairat. Msikitini kunahitajika msaada wa kujengwa kitu fulani msikitini ndani ya Ramadhan, pengine wale wanaofika mwanzo msikitini wanahitaji kufutari, kwa watu wakashindana. Mmoja akasema mimi napeleka polo la tende kwa ajili ya kufutari wa Ramadhan. Mwingine akasema hapana, mimi napeleka maji. Kwa hiyo ala kulli hal, kundi la mwanzo ni ambao wenye kushindana katika khairat. Ukitoa hivyo kutoa sadaka, bali wewe mwenyewe ikawa mna kawaida, pengine kuanzia ndani ya nyumba mnaulizana, leo umesoma juzuu ngapi leo na Ramadhani ya kwanza hii? Mwenzako kwamba leo nimesoma juzuu 5. Kwa wewe unataka umpite. Sawa Wapo ambao wanashindana katika khairi, bi maana wewe ujipinde katika kufanya mambo ya khairi. Kuna mwingine toka anaamka Ramadhani, kazi zote hazitaki zaidi ya kufanya ibada. Asubuhi anasoma Qur'an, baada hapo pengine anaenda kazini kidogo kwa ajili ya kupata riziki. Akitoka hapo pengine mchana pumzika kidogo, kuanzia jioni hapo anafanya ibada, kuleta askari, kuomba sana dua Allah. Kadhalika hapa tunahimizana pia lazima la kuomba dua. Sisi tuna haja nyingi, inapoingia Ramadhan milango ipo wazi, bali wewe ni mfungaji, dua ya mfungaji hairejeshwi. Bi maana jiwekee muda maalum wa kuomba dua, hazadi zaidi ule muda jioni. Bi maana karibu na kufutari pale muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala zile shida ambazo uko nazo. Kadhalika aina ya pili, muhtasidun, wao wapo kati na kati. Bi maana kuna muda ndani ya Ramadhani mchangamfu anafanya ibada, lakini kuna muda mvivu. Mathalan ni Ramadhani mchana mzima amejipinda katika ibada, lakini usiku hasali tarawih. Na hapa tumesema kwamba Ramadhani ni mwezi ambao imeshushwa Qur'ani, watu wakitirishi. Kwa wale ambao hawajui pia watumie fursa. Mathalan katika misikiti, baadhi ya misikiti ndani ya Ramadhani katika kisimamo cha tarawih wanasoma sana kisomo kirefu. Kwa na wewe ingia katika hiyo tarawih, usighibu, bi maana usikosekane hata siku moja. Ikiwa wao wanasoma juzuu 30 wanamaliza, bi maana wewe jitahidi Ramadhani mzima usikose tarawih, ili na wewe upate fadhila ya ile Qur'ani inayosoma katika sala tarawih. Na unaweza ukasema mimi pengine mgonjwa, naumwa na miguu, siwezi kusimama kisomo kirefu. La, bado usipoteze fursa. Mtume sallallahu anasema yule ambaye hawezi kusali kwa kusimama, basi ataswali kwa kukaa. Hawezi kusali kwa kukaa, ataswali kwa kulala. Lakini usikubali wewe ujira ukupite. Katika sala ya faradhi bi maana ni wajibu mtu kusimama. Sala ya sunna unaweza kusali kwa kusimama, lakini mzima huna tatizo lolote, unaweza kusali kwa kukaa. Lakini tu ukumbuke, ikiwa wewe ni mzima ukasema mimi nakaa chini, bi maana utapita ujira na yule ambaye amesimama.
Kwa miongoni mwa makundi sabiqun bil khairat, wapo wenye ambao wenye kushindana katika khairi. Kwa vile mimi najiweza, nijilazimisha kusimama, huwezi, njoo hapa ukae, lakini haitopendeza kuja msikitini melala, utatia uvivu wengine. Lakini hakuna budi, mimi siwezi, naumwa, njoo hivyo hivyo ulale upate fadhila. Kwa jamani, haya tunahimizana, kwa sababu haya tunayozungumza hapa, fadhila hizi hazipatikani isipokuwa Ramadhani tu. Kwa watu vyovyote itakavyokuwa wajitahidi. Lakini kundi la tatu Allah tukinge nalo, zalimun li nafsihi, yule ambaye ameidhulumu nafsi yake. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema raghima anfun, pua yake imeramba mchanga. Hiyo lugha ya kibalagha, lakini amekula hasara. Mtume amerejea mara 3, amekula hasara, amekula hasara. Nani? Yule ambaye dakhala Ramadhan, imeingia mwezi wa Ramadhan mpaka ikamaliza Ramadhan, thumma salakh, ikaondoka Ramadhan ikamaliza, falam yughfar lah, kisha asisamehewe madhambi yake. Tumeona huko mwanzo, ikiingia Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango ya toba na asamehe waja wake, milango ya pepo yote inafunguliwa. Kwa hiyo mpaka inaingia Ramadhani inatoka, bado hujasamehewa, basi mtu huyo amekula hasara mno. Na ndio maana tukaitisha huu muhadhara, lengo tukumbushane jamani, Ramadhani inakuja, tusiye mbali katika hizi fadhila. Fanya kadri ya uwezo wako, kila unaloliweza hili la khairi, basi jiendee katika khairi. Tusiwe miongoni mwa wale ambao watakula hasara ndani ya Ramadhan. Mtume anasema kuna usiku ambao matendo ya ibada yatakayofanywa ndani ya usiku huo ni bora zaidi ya miezi 1000. Na wanachuoni wameafikiana usiku wa Lailatul Qadr unapatikana 10 la mwisho la Ramadhan katika yale masiku ya witri, lakini wewe 10 lote la Ramadhan unatakana ujipinde ili upate usiku huu kwa mwaka mara moja tu, sio mara mbili, bali usiku huu ndo matendo yote ya waja yanagawanywa hapo. Ukiamka usiku kaomba dua, basi itakuwa ni khairi. Kwa ndugu zangu katika imani, ndani ya Ramadhan kuna mambo mengi, sisi tunakumbushana tu, nyote mnafahamu, bali lengo letu kukumbushana. Allah anasema dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kama nilivyosema mwanzo, si bora kwenu, bali nipo hapa kuikumbusha nafsi yangu na kuzikumbusha nafsi zenu katika sala hili. Kwa tujitahidini, fadhila yote ambayo unajua hili ni fadhila, basi ilende. Lakini pia tunakumbushana kujiweka mbali na mambo yaliyozushwa hasa ndani ya Ramadhan. Katika mambo yaliyozushwa ndani ya Ramadhan, alalania, imana kule kutamkania nawaitu saumu ghadin. Jambo hili jamani si katika sunna, Mtume hajalifundisha. Haya ni katika mambo yaliyozushwa. Lakini je, mtu anaweza kufunga bila nia? Hapana, lazima afunge kwa nia, kwa sababu Mtume pia amesema haitokubaliwa funga ya mtu ambaye hakulala na nia usiku wa kuamkia nini funga. Maana yake kila usiku wa funga unatakana uwe na nia, bi maana inakusudiwa funga ya faradhi. Funga ya sunna hata mchana unaweza ukanuia. Lakini pia ahlul ilmi kwa faida wamesema, je, itatosheleza nia ya usiku wa mwanzo wa Ramadhani? Mtu akanuia biidhnillah taala, ikiingia Ramadhani sijapata ugonjwa, mimi nanuia kufunga Ramadhani yote. Ahlul ilm wamejuzisha, wamesema inafaa hilo. Lakini kauli ambayo ya jumhur vizuri zaidi, kila usiku wa kuamkia funga mtu atakana afanyeje? Awe na nia. Na kinachotilia nguvu nia yako ni kule kuamka usiku kala nini? Kala daku. Bali ahlul ilm wakasema yule ambaye atanuia usiku wa mwanzo wa Ramadhani kufunga, lakini katikati akapata na maradhi, maana yake baada ya maradhi anatakana anuie tena upya. Na nia tunaposema kilugha maana yake alqasd, kisheria alqasdu ma'al amal, kukusudia pamoja na matendo. Bimaana, na hapa ndo tunafahamishana maana ya funga. Nini maana ya funga? As-sawmu lughatan, funga kilugha al-imsak ni kujizuilia. Kujizuilia mtu na matusi, kujizuilia mtu mimi sitaki kuzungumza na mtu yoyote leo. Na hilo limetolewa katika hikaya ya Maryam. Au mtu anakuchokoza na chokonoa, ukaambia mimi nimejizuilia, mimi nimefunga. Bimaana nimefunga mimi leo kuzungumza, sitaki ugomvi na mtu. Mama Maryam anasema, Mama Maryam imekuja katika hikaya ya Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inni nadhartu lirrahmani sawma
falan ukallima al-yawma insiya, hakika yangu mimi nimenadhiria kwa mwingi wa rehema kufunga na leo sitazungumza na yoyote. Wakati huo mama Maryam anasema maneno haya huko alikotoka, alipojifungua chakula tende na maji, tende za rutab. Lakini alipofika kwa watu wake wakanamfanya kioja, wewe hujaolewa, mtoto umempataje? Sawa, tunafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimtunukia mama Maryam mtoto bila kuolewa, lakini ni yeye tu mama Maryam. Leo asije mtu mwanamke hapa akatambia mimi huyu Allah kanitunukia, la, bali hili pia ilikuwa ni sababu ya Allah kuonesha waja wake kwamba yeye ni muweza wa kila kitu. Anaweza kumuumba kiumbe bila ya baba, kadhalika anaweza kumuumba kiumbe bila ya mama, ni Hawa. Kadhalika anaweza kumuumba mwanadamu au kiumbe bila baba wala mama. Lakini leo asitokee mwanamke akatambia na mimi nimetunukiwa. Kwa hiyo sasa wale watu ndio wakanamhoji sana, vipi na kuwaje? Kwa sababu katika hali ya kawaida haiwezekani mwanamke apate mtoto bila ya. Ndio akasema inni nadhartu lirrahmani sawma, nimenadhiria kwa mwingi wa rehema kufunga, falan ukallima al-yawma insiya, funga ya leo sitozungumza na yoyote. Bali akamwashiria mwanawe, na huyu mwanawe nabii ndo akawa ni mwenye kusema kwa semeza watu, na huu ni muujiza. Kadhalika funga kisheria maana yake, huwa al-imsaku 'anil akli. Tumewafaradhishiwa sisi kufunga. Sasa nini maana ya funga? Huwa al-imsaku 'anil akli, ni kujizilia mtu kutokana na kula, washurbi, na kunywa, waljimaa, na kufanya jimaa, wasairul muftirat, na yote yenye kufunguza, min tulu'il fajr as-sadiq, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Yenye kufunguza ni yepi? Nikumbusheni, ikiwemo matusi. Kwa hiyo mfungaji wa kweli kweli hatakikani kufanya matusi, ikiwemo ndani yake kuzungumza uongo. Na hapa wanaingia wafanya biashara kina baba. Bimaana wewe ikiwa katika funga umenunua muhogo, kuja uonja, hujui uchungu wake, useme wallahi huu muhogo ni mtamu, la. Vipi jambo dogo likupelekee wewe ile funga yako ulifunga iwe muflis? La, bali kuwa mkweli. Muhogo ambao nimeuonja mimi ni jamii moja ulikuwa mtamu, lakini huu sina hakika nao, kama Allah. Sawa. Kwa hiyo funga ya kweli maana yake sheria, wal imsaku 'anil akli, kula, kujizuilia kula mchana Ramadhan, washurbi, na kunywa mchana Ramadhan, waljimaa, na kufanya tendo la ndoa mchana Ramadhan, wasairul muftirat, na ile yote yenye kufunguza, maaniya, pamoja na nia, kwamba mtu kabla hajaingia alfajiri ya kweli ananuia mimi kesho asubuhi naamkia funga, na funga yake hiyo bimaana nia yake hiyo haikati mpaka kufika magharibi, kuzama kwa jua, kisha hapo ndo ikawa yeye ni mwenye kufungua. Lakini ibadallah, ndugu zangu katika imani, pia vile vile tukumbushane kwamba ilikuwa kawaida ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam unapoingia muandamo wa mwezi wa Kiislamu akiomba dua kwa kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kaida yake, bimaana wakithibiti kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia, kwa sababu Mtume anasema sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi. Ikiwa Waislamu pata taarifa mwezi umeonekana duniani, basi tayari wakati huo itakuwa ni wajibu kufunga, na hiyo ndio kauli ya jumhur. Kauli jumhur, ukionekana mwezi popote pale madamu ni mji wa Islam, basi watu wanatakikana wafunge. Kwa hiyo katika kawaida ya Mtume sallallahu anapoingia mwezi wa Ramadhani alikuwa akisema Allahu akbar, Allah ni mkubwa zaidi, Allahu akbar. Kama hujui kwa Kiarabu hii dua utaisoma kwa Kiswahili, lakini vizuri zaidi kuisoma kwa Kiarabu. Allahumma ahillahu alaina, ewe Allah uanzishe kwetu sisi huo mwezi wa Ramadhani bil amni wal iman, kwa amani na iman, wasalamati wal islam, na usalama na uislam, bimaana tujalie tuwe miongoni mwa Islam, kwa sababu kafiri funga yake haikubaliwi, wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda, na tuwafikishe kuyafanya yale ambayo unapenda na kuyaridhia ndani ya Ramadhan. Rabbuna rabbukallah,
Maana Mola wetu na ni Mola wako ni Allah, yani wewe mwezi wa Ramadhani Mola wako ni Allah. Lakini dua hii kwa faida kwamba Mtume alikuwa akiomba kila inapoingia mwezi wa Kiislamu. Miongoni mwa miezi hiyo ni mwezi wa Ramadhani. Kadhalika vile vile kina mama wa Kiislamu tuwakumbushe katika swala zima la hijabu ya kisheria. Mwanamke wa Kiislamu hijabu ya kisheria anatakikana avae nguo ambalo lilikuwa pana, avae shuni ambalo lilikuwa pana, halionyeshi kichwa chake, bali anatakikana afunike sura yake. Kwa katika hili kina mama tunakumbushana, na wanachuoni wanataja nasema sehemu kubwa ya fitna ya mwanamke ni sura. Hasa anapoingia Ramadhani sisi tukafitinisha kina baba. Kwa mnapotoka nje jitahidini bimaana mtoke kuli. Lakini hili sio Ramadhani tu, la hata katika miezi ya kawaida, ila tunakumbushana hiyo Ramadhani jitahidini katika hilo. Na Ramadhani ni chuo. Kwa hiyo ni chuo, manake kabla tuingia tuanze kuchukua mazoezi, na tukiingia ndani yake manake tuendelee na kazi hili. Bali mwanamke wa Kiislamu hatakikani kutoka bila ya sababu yoyote, lakini ikibidi umetoka basi jitahidi uvae vazi la kisheria. Ikiwa sehemu ambayo imefika kuna wanawake watupu, basi nikabu yako utaika pembeni. Kwa hiyo hasa pia mkija kusali tarawih jitahidini mmoja hali ya kuwa mmevaa kuli, ili msimkafitinisha kina baba, kwa sababu Allah anasema miongoni mwao hao wanaume wana maradhi. Kwa hiyo msimkawatia maradhi, isiwe ni sababu ya kuwapelekea zile funga zao, funga zenyewe ni hivyo mtihani, tena ikawa sababu ya kupunguza zile funga zao. Kwa hiyo tunakumbushana katika hilo. Lakini zaidi nakumbushia watu ndani ya Ramadhani wajitahidi kama kuna darasa wakae. Bila shaka pengine hapa nahisi Ramadhani japo siku moja mbili tutakuwa na darasa, kwa watu wakae katika hayo madarasa. Kama tulivyosema mambo yako mengi sana, hatuwezi kuyamaliza leo, lakini pale ambapo tumepatia ni kutokana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pale ambapo tumekosea basi kutokana na udhaifu wa nafsi zetu. Pia nimeamua niwakumbushe muhadhara wa leo ulikuwa ni kionjo kidogo kama tunamshana, lakini kesho insha Allah Taala kwa taarifa tulizozipata mpaka sasa hivi huenda kama kuna muhadhara mwingine, akaja muhadhiri mwingine kuwakumbusha chochote. Mimi nimezungumza mengi kwa jumla jamala, pengine yeye ametuandalia kidogo ambacho kilikuwa kizuri zaidi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bibana tuna taarifa hiyo, huenda kesho ikawa kuna muhadhara mwingine, ama ikitokezea dharura basi mtajulishwa. Lakini hata ikitokezea umekuja hapa na mhadhiri hajaja, Allah atakulipa kulingana nini ujira wako. Kwa hiyo usikose, muhimu sana. Na mimi kama nilivyosema, mimi sina elimu yoyote, nimekaa hapa kukumbushana. Kesho ndo atakuja Sheikh biidhnillah Taala kutoa muhadhara. Kwa hiyo tukimbilieni kuja katika khairat, tukimbilieni kuja katika mambo ya khairi. Na hichi mlichokifanya hapa, hii kukaa kwenu hapa, msione mmepoteza, kuna fadhila nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema majtama qaumun fi baitin min buyutillah, hawatokusanyika watu katika majumba miongoni mwa majumba ya Allah, ikawa ndani yake yatluna kitab Allah, wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu baina, na ikawa nakumbushana kuhusiana na kitabu cha Allah, illa isipokuwa nazalat alaihim sakina, iteremka juu yao tulivu, wa ghashiyatuhum rahma, na hufunikwa na rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali hicho ulichokifanya hapa malipo yake huwezi kuyaona ikiwa umekifanya ikhlasan. Na kwa wale ambao hawajafanya kwa ikhlas, amekuja katika muhadhara eti kwa sababu tu anione shoga yangu nimeenda, basi kuanzia sasa bimaana aijaddi nia yake, aseme la, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kupata chakula cha moyo, kupata chochote, kupata ukumbusho wa nafsi, ili tusije tukaondoka hapa tukala hatara. Na hivyo utakapokuja katika muhadhara kesho, bimaana nia yako ikuja kujifunza chochote katika nini dini yako. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na istifikia hapa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sheikh, nataliki yote ndio taliki. Kuna sala lolote katika ambayo tuliyazungumza wanawake, itapendeza kama kuandika kwenye karatasi
Kuna swala lolote? Wanaume swala lipo?